tunapata mafundisho kuwa siku zote baada ya dhiki ni faraja. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kitafsiri ya wazi ni kuwa akhera ni bora kwako kuliko dunia. Lakini fasiri nyingine tuambiwa kuwa kila linalokuja baada yake ni bora kuliko la kwanza. Yani kila maisha yako yakisonga, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yale ya nyuma yanayokuja baadaye ni bora kuliko yale ya nyuma. Ndo baada ya Taif yakaya bora zaidi, akaenda mbinguni. Baada ya kuwa watu wa Maka hawamthamini, wakaya watu wa Madina wakamuunga mkono. Baada ya kuwa ilikuwa akipigwa na kunyanyaswa na maswahaba zake, ikafika wakati sasa kwenye vita za Badri yeye ndio akawashinda mushrikini. Na namna hii ndio maisha yetu siku zote. Ukiwa na imani na subra, basi walal akhiratu khairun laka minal ula, kuwa ya mwisho yako yatakuwa ni bora kuliko ya sasa yanayokupata. Muhimu ni uendeleze subra, uwe mja mwema. Lolote linalokupata rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye pia hatakuata. Inna la nudhi'u ajra, sisi hatupotezi ajira ya wale wema, au ya man ahsana amala, kwa wale waliofanya mazuri hatupotezi ujira wao, tutawalipa ujira wao. Hii ni taukidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ukipata dhiki katika maisha, ukirudi kwa Mwenyezi Mungu ukamtegemea Mwenyezi Mungu, basi na Mwenyezi Mungu naye hatakutupa. Wakati mwingine utashangaa, labda si wewe, mwendani wako utamuona kutoka utotoni mwake apata shida mpaka uzeeni, huyu mbona ni shida tu. Basi huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwatia malipo yake akhira. Utamuona mtu labda miaka na miaka ni mgonjwa kwa kitandani, basi huyo malipo yake yako akhira. Au malipo yake yaweza kalipo zijana zake hapa hapa duniani, lakini yakaya kwa mtindo wa zijana zake ndo akalipwa ile malipo. Wakana abuhuma saliha, kwenye suratul Kafi, Nabii Allah Musa alayhi salam na Khidri walipokuwa kwenye safari yao wakaona ukuta waliposimamisha, Nabii Allah Musa umuuliza Khidri, mbona umesimamisha ukuta? Amwambia, hapa kwenye ukuta ukianguka huu mali yataonekana, na mali yenyewe ni ya wazazi wa vijana wawili. Wakana abuhuma salih. Mufassirun wanaena kuwa abuhuma si babake na mamake, ni mababu zao wale vijana. Sasa ujira wa mababu zao bado wahifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe ukiona shida zimekupata mpaka mwisho wa umri wako, ujue kuwa ile pension, yale malipo watapata vijana zako na vijukuu zako watakaokuja baada yako, au watapata wale wafuasi wako ambao wataendeleza lile jukumu lako. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye zita za Khandak wameshindwa na hila zote, mpaka akaona hila iliyobakia ni kufukua shimo. Ndio hilo Khandak likafukuliwa shimo. Ikafika wakati maswahaba kapambana na jiwe, hawawezi kulivunja lile jiwe. Ambaye Rasulullah, jiwe limetushinda ile. Mtume sallallahu akatukua yeye mtaimbo na kuligonga lile jiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam apiga Allahu akbar, raaitu mafatiha ash-Sham. Akipiga mara pili ambaye Allahu akbar, raaitu mafatiha al-Rum. Allahu akbar, raaitu mafatiha al-Faris. Mtume Allahu akbar, nimeona funguo za Fursi, tumefutahi Fursi. Nimeona tumefutahi Sham, nimeona tumefutahi Rum. Sisi watu 10,000 wao kutuvamia hatuwezi kupambana nao. Mtume atuambia tumefutahi Sham na Rumi na Fursi. Fursi na Rumi ndio walikuwa jeshi kubwa wakati wao ulimwenguni, jeshi la watu 300,000. Sisi watu 10,000 wametushinda. Mtume utuambia tutawamaliza jeshi la watu 300,000. Lakini maswahaba imani yao ilikuwa thabit, walifurahi maswahaba radhiallahu anhu. Lakini wale wanafiki ndio kaona na maneno, Muhammad amezidi bwana.
tabia zake za kutupumbaza. Lakini sasa Mtume hakuyapata haya na maswahaba wengi hawakuyapata hayo. Kufta Sham na Rumi na Fursi, walokuwa maswahaba wale walobakia na tabiina wale wa mwanzo ndo wakapata kustahimili hiyo mikubwa. Kwa hivyo shida ambazo wazipata wewe kwa kutaka ndoto fulani itimie, basi mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama Mtume alipopata shida kwa kutaka ndoto yake ya da'wa ifikie kila mmoja, akafanya bidii mpaka pale alipofikia, na wale waliokuwa baada yake Mwenyezi Mungu ndo akawafikia ulimwengu mzima kupata da'wa. Kwa hivyo na ndoto yako yoyote ile mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikifika wakati ukaondoka duniani na hukuitimiza, basi wewe wafuasi wako au vijana zako au wajukuu wako wataitimiza ile ndoto yako. Hili ndio